na mpelezi na muhizi na myebuzi. Ujiazali nafsi yako usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea, isiwe mtego katikati yako, bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakatakata mashela yao. Maana utamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni Mungu mwenye wivu. Ni Mungu mwenye nini? Ni Mungu mwenye nini? Sasa kuna watu wanaabudu masanamu, kuna watu wameshikilia uchawi, wameshikilia maisha yako kwenye madhabahu zao za uchawi. Halo? Amen. Haujawahi kwenda kwa mganga ila jina lako lipo kwa mganga. Haujawahi kukanyaga kwenye madhabahu ya watu wabaya ila jina lako lipo kwenye madhabahu ya watu wabaya, kwa sababu kuna watu baadhi wao kwenye maisha yako wameenda hizo madhabahu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unashangaa kile unachokifanya akiendi, kila tu unaipiga iendi. Nyuma kuna watu wanasema huyo akifanikiwa labda sio sisi. Huyo akiinuka hapa labda sio sisi. Wanajua walichokifanya kwa sababu madhabahu unaiendea wewe sio madhabahu unaiendea wao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema nitamtoa Mwamori. Mwamori anayezungumziwa hapa maana kuna watu nyuma yako ambao ni wachawi. Mwamori alizungumziwa kama ni mtu alikuwa adui na Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati Israeli anatolewa Misri kuingia Kanani, ile nchi ya Kanani ilibidi watu waharibifu waondolewe, madhabahu za kichawi zibomolewe, ndivyo wao waingie pale Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Kanani ilikuwa ni nchi ya watu wengine, na ndio maana unaona kuna Wakanani walikuwepo pale. Unaelewa vizuri? Amina. Waisraeli wakati wanatolewa Misri, ukumbuka hawa kule Kanani haikuwa mji wao, haikuwa nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Kule haikuwa nchi yao. Kwa walipotolewa Misri kwenda kule, Mungu ilibidi awaambie hivi, kule mnakoenda kwenye ile nchi, kuna watu wanaabudu masanamu. Amina. Kuna watu wanaoshika uchawi kule. Amen. Kwa siwezi mkienda kule mchanganyike na wao. Kuna watu wanarombaya kule. Kuna watu wanaloga kule. Sitaki mkienda nyinyi mchanganyike, kwa sababu nyinyi ni taifa mnalomwabudu mimi Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa cha kufanya ili muingie kwenye ile nchi, mnahitajika mbomoe madhabahu zao. Madhabahu za Mwamori, madhabahu za Wakanani muzibomoe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa wewe ulipoenda pale picha ndege kuanzisha biashara, ulibomoa madhabahu uliyoikuta pale? Au ulipopata mtaji ulijisikia tu sasa hivi nina mtaji naenda kuanzisha biashara? Ndio maana ulipoanzisha biashara imekufa, haijakupa faida. Kwa sababu pale ulienda kuingia kwenye madhabahu ya watu wengine. Kuna watu walichinja mbuzi kabla yako pale. Wakasema hii fremu na iweka wakfu kwa ajili ya maisha yangu. Wakaachilia damu ya wanyama pale. Wao ulipoingia kwenye ile fremu ukijidai na mapambio yako, Bwana amenipa mtaji, kaingia pale bila hata Ndio maana unaona leo huna faida. Amen. Ndio maana leo unadaiwa kila kona. Amen. Badala ya biashara kukupa faida imekuwa hasara kwako. Amen. Pale palikuwepo na madhabahu ya Miamori, palikuwepo na madhabahu ya Mkanani, haukuivunja. Pale palikuwepo na mashela yakakufunga. Pale kulikuwepo na nguzo zimesimamishwa za kichawi, haukuzibomoa, zimekukamata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kumbuka wakati unazaliwa mwanangu, umezaliwa kwenye familia ambayo haukujua historia yako nyuma. Amen. Ndio maana leo nikikwambia babu yako alifanya nini haujui. Ila wewe umezaliwa umekuta historia ya mama na baba. Pengine na baba yako ukimuuliza babu yako alifanya nini hajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiulizwa babu yako alikuwa anaabudu wapi, unaweza kusema sijui. Kwa sababu umezaliwa haujakuta historia yake. Umezaliwa haujakuta ukimuona pengine alikuwa anaabudu ng'ombe. Sasa ile madhabahu bado iko ndani ya familia kwa sababu haijavunjwa. Na wewe ulipozaliwa, umezaliwa kama Mwisraeli alipotolewa kule Misri kwenda Kanani. Maana yake umezaliwa kuja kwenye nchi yako. Nchi yako nayo kuja watu walishakaa kabla yako. Unahitajika ile nchi uingie na nguvu ya Mungu. Uangushe kwanza kilichotangulia kabla yako. Amina. Halo. Amen. Halo. Amen. Halo. Amen. Halo. Amen. Halo. Halo. Amen. Narudia tena. Hapo ulipoenda kuanzisha biashara ulibomoa madhabahu. Hapo ulipoenda kuajiriwa kwenye ofisi ulienda ukabomoa madhabahu ulizozikuta. Ndio maana leo umeajiriwa mwaka wa 10, nikikuuliza faida ya kazi yako hujaiona mpaka leo. Mshahara unaopata unaishia nje kabla hujaingia kwako. Kwa sababu kuna madhabahu ulizikuta pale.
na zile madhabahu zimenenewa kwa kazi maalum. Kwa hiyo ulipoingia pale zinakulazimisha uziabudu zenyewe, sio muabudu Mungu. Uziabudu zile madhabahu ulizozikuta pale. Ngoja nikwambie, Mungu asingewaamrisha Wamisri wabomoe madhabahu za Kikanani, wangeingia kwenye nchi ya maziwa na asali, wasingeona maziwa na nini na asali, kwa sababu wale waliokuwepo wa Kanani pale walikuwa wanaabudu sanamu. Walikuwa wanaabudu miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ilibidi Mungu awaambie, mkiingia kwenye ile nchi lazima muwapige kwanza Mwamori aondoke, mpige sijui Mwashuri aondoke, mpige Mkanani, ndipo mtakapomiliki ile nchi. Ndipo mtakula matunda ya ile nchi. Tofauti na hapo mtaingia mtakuwa watumwa wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo huko hapa mwanangu kuna urafiki ulianzisha na mtu fulani. Yule mtu alikuwa na madhabahu tofauti na wewe. Ndio maana leo amekuvuta, umekuwa upande wake. Amina. Ulikuwa mwana maombi mzuri, ulikuwa unafunga na kuomba, lakini leo nguvu ya kufunga na kuomba haipo ndani yako. Bali nguvu ya kukimbia kwa waganga imejaa, ukiambiwa huku, kwa sababu tayari umeingia kwenye madhabahu ya mtu mwingine. Amina. Sio unaenda umependa, ukiangalia shida zako na ukiangalia ndani yako hakuna maombi, unasema acha niende tu. Na ukienda unaliwa helo, unarudi unakuta mambo bado yako pale pale. Amina, amina. Lazima ubomoe madhabahu, useme hapana, huyu njia sio ya kwangu, njia yangu ni huko. Nifanyeje ili njia yangu nipite? Kuna maadui wamesimama. Lazima maadui niwaondoe, nikate kamba zao ili mimi nipite. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Wangapi ni wafanya biashara? Tunafanya biashara. Unaona? Wewe nikitazama biashara zenu mmeweka kwenye madhabahu za watu. Mmeweka kwenye madhabahu za watu na zile madhabahu ndio zinaendesha biashara zenu, sio nyinyi. Amen. Kwa hiyo ikifika wakati wa sadaka ya madhabahu ile, lazima tu sadaka itoke, utake usitake. Amina. Unaweza kukuta mtu kila ikifika muda fulani lazima ajikwae kazini kwake damu itoke. Yaani kama ni ofisi itatokea tu, hata kama bahati itakukata bahati mbaya, damu inatoka. Pale ni madhabahu, muda sahihi umefika. Damu yako ikitoka kidogo tu ashakunywa, imemaliza hiyo kazi. Biashara inaendelea. Halo? Amen. Halo? Unajai kuona mtu yani akienda kazini kwake mpaka ajikwae. Yaani inatokea anakuta ameshavana nini? Amejikwaa. Umejikwaa, lazima ujikwae. Ofisini pale tiles zimekaa vizuri na jikuta umejikwaa. Halo? Amen. Halo? Amina. Halo? Amen. Halo? Amen. Halo? Amen. Halo? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina kubwa. Kuna madhabahu imeshikilia maisha yako. Mungu anasema hivi, basi zibomoeni madhabahu zao, zivunjeni nguzo zao, yakateni mashela yao. Amen. Alafu zile nguzo pale anasema ziteketezeni kwa nini? Kwa moto. Unasikia? Ziteketezeni kwa nini? Kwa moto. Sasa sisi hatuongelei moto wa rohoni, mpaka na mwili tunachoma. Amina. Unafikiria Musa nani? Unafikiria Elia aliita moto wa rohoni? Elia wakati anateketeza zile sadaka aliita moto wa rohoni. Baada ya kuita rohoni, aliita na mwilini, moto kaonekana ukala zile sadaka. Halo? Kwa tukiita moto wa rohoni, tunaita na moto wapi? Uwafate kweli kweli. Watu wameshikilia nyota zenu hapa. Hamfanikiwi, watu wengine wanafanikiwa, wanaendesha magari kupitia nyota zenu. Wanaishi vizuri, wanakula vizuri kwa kupitia nyota zenu. Lakini wewe kile unachokifanya ni sifuri. Na ukienda kuomba misaada nakwambia naye ni omba tu. Wanajua walichokifanya. Amina. Ukitaka kufanya biashara yako nakwambia hiyo biashara haifai, hiyo uwezo kafanikiwa. Fulani alifanya kwa sababu anajua ukifanya biashara unakuwa umewakimbia. Wengine mko hapa mnazuiliwa kwenye maombi. Halo? Amina. Ya. Wengine mnaitwa vilokole, wana wanajua ukiomba tu mama moto unawaka kwako. Ukiomba tu. Leo hii mama mmoja nikupe mfano. Kwa mfano umesimama kumsaidia mtoto wako huyu. Kuna watu kule ambao walijua hii nafsi ya huyu ni ya kwao, lazima wapambane na wewe. Kwa nini umesimama kumkomboa, kumtoa kwenye madhabahu yetu? Kwa hiyo wewe usiposimama vizuri unashangaa vita aliyokuwa anapigana vinaongezeka juu yako. Kwa sababu unawanyang'anya mtu wao. Ina maana Yesu alipokuja kujitoa msalabani, shetani alikasirika, maana shetani alijua anaenda kunyang'anya watu wake ambao walikuwa wamewashikilia. Halo? Halo? Zile madhabahu ambazo zilishikilia watu baada ya Yesu kuja msalabani, shetani alikasirika kwa sababu alijua hataabudiwa tena. Amina. Watu watamwabudu Mungu wa mbinguni. Amina.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nina habari njema siku ya leo. Hakuna kiti cha uchawi kitasalia kwenye maisha yako. Nasema hakuna kiti cha uchawi kitasalia kwenye maisha yako. Hakuna ugonjwa utasalia kwenye afya yako. Nasema hakuna mchawi atashikilia biashara yako tena. Hakuna uharibifu juu ya watoto wako tena. Nasema hakuna kuharibu mimba tena. Hakuna kuharibu mimba tena. Katika jina la Yesu.